Chadi kijana mtanashati, macho yake yameshika nuru ya dhati, mpole wa moyo, huruma yake ni chembe, lakini mapenzi yamemweka kwenye nani? Oh, Chadi, Chadi we, kwa nini moyo wako uteseke? Ulimpa kila kitu. Huyu ni kitu Kamila. Kamila, huyu Makombo ni mpenzi wangu, nakukwambia. Ndio huyu. Huyu hapa mshikaji wangu tu. Loka wanakwambia ni rafiki yangu huyo. Ni kitu Kamila. Ndio huyu hapa mshikaji wangu. Yaani mwanangu sana kweli. Hivi Chadi, unajielewa kweli wewe? Akili zako ziko timamu? Yaani unapita njia nzima unacheka unaongea na mwanamke wako huyu, afu unafika hapa na kuuliza nani, unaambia mshikaji wako. Unahisi naweza ngakuelewa? Na hii miguu yenu ninavyoiona kabisa mmetoka huko nyumbani. Mlivyovifanya huko nyumbani mmeona havitoshi, mnaona mpite na njia nzima kabisa na watu waone vizuri, si ndio? Halafu wewe nilikwambia nini kuhusiana na huyu mwanamke? Hivi huyu mwanamke si ndio dada yako anamsifia sifia, sijui ana shape, sijui ana nini. Anakupa matunzo, si ndio huyu? Nilikwambia nini? Mimi nakumbuka maneno hayo. Nikaene mbali kila kitu nakumbuka, lakini mimi mwenyewe nilifikiria kelele nikaona kwamba hakuna shida, urafiki wetu nzuri tu, Mungu mwenyewe nikiukubali. Urafiki ambao hauna makando kando. Mtu mwenyewe ana shida, huyo mkarimu kweli. Amenyooka kama lula. Kwa hiyo nikaona na haja ya kumkataa hivyo. Nikamfuata, nikamwambia yaishe. Urafiki na ushikaji uendelee kama mwanzo. Hana shida kati yetu. Hakuna shida. Kwa hiyo wewe hujali hisia za mpenzi wako. Hujali najisikiaje? Hujali nikiwaona hivyo mimi ninakuwa kwenye hali gani? Hivyo vyote wewe hujali. Unachojali wewe ni ushikaji wako wewe na huyu mwanamke, si ndio? Sasa nisikilize. Huu mguu unaona hapa ulikuwa unakuja kwenu. Kwa hiyo utaamua wewe. Ubaki na huyo mshikaji wako au uondoke na mimi. Nadhani utakuwa umenielewa. Hapo bwana walishaingia lugha hapo. Hata mimi ni wa nyumbani tu. Wewe si unafika? Unafika salama. Ila asikuumiza kile kisukari chake ndio mwingine kipo juu. Wewe achana naye, tumesikia. Haya, bye. Nisame. Wewe subiri wewe. Natembea kwa miguu, viatu vimepasuka. Sasa nisekeleze ndugu yangu. Huu uwanja umeanzia kule kwenye ile beacon, unaona? Unachapa mpaka nyuma nyumba hii, unaona? Unanyosha mpaka huko mbele. Sasa lengo langu kubwa la kukuita hapa Master Engineering, unaona? Hapa nataka tuchape frame. Unamwaga frame hapa kama mchele, unaona? Alafu unazungushana defense mpaka huko nyuma. Hapa katikati nataka uchape ka gorofa ka losheni moja, unaona? Ili hapa pawe smart phone. Hivi wewe mimi unanitafutia nini? Au unataka mimi nikufanyie kitu kibaya unione mbaya? Nitanzima unijua kwamba mimi mbaya. Unavyoonyesha mwenyewe kwa kama unatijua. Yaani kwa kama umetinunua wewe. Haya, wewe ndo huyu hapa mwenzio, umekuja kufanya nini nyumbani kwangu? Kwanza mimi nikushukuru sana Siwakali kwa swali zuri lenye maana. Siwakali, mimi nataka nibadilishe maisha yako. Nilishakwambia nataka nikubadilishe maisha yako. Nilishaongea kwa maneno, imeshindikana, sasa nataka nifanye vitendo. Unaona? Ndio nikamwambiaje hapa? Huyu ni fundi wangu engineering, kasoma na nilio. Wapi? Mexico, unaona? Nikamwambia fundi wangu, hapo unatakiwa uchape mafuremu, unaona? Alafu hapa anyanyua hata gorofa kamoja ili nikubadilishie maisha yako. Si unajua mimi nina mahela. Kwa hiyo wewe, yaani nilijua unavyobeba matofali, akili imekuwa. Hivi wewe mimi unishushia gorofa hapa. Wewe mwenyewe unalala kwenye chumba cha kupanga. Tena mwezi mwingine unadaiwa kodi. Sasa nasikilize. Kwa hiyo wewe umetoka huko kwenu na mbadiga zako umekuja kwenye nyumba yangu, unakuja kuniletea huyu. Huyu kama nani hapa? Nisikilize, kama mwanzo nilivyomtambulisha. Huyu ni fundi kutoka Mexico.
Huyu ni engineering. Yaani hata lile daraja la Kigamboni kajenga huyu. Kwa hiyo nimetaka atoe vitu hapa vya standard ya lile daraja. Si wakali. Tulia basi nimalizane na fundi. Huyu mimi ninajua vizuri. Huyu hapa anapiga mama nitilie. Yaani kiufupi huyu baba nitilie. Hata kuja gengeni kwangu pale kuchukua nyanya na vitunguu vya kachumba. Na mpaka dakika hii ninadai huyu atakuja kunikopa hela. Huyu sio fundi wa nyumba wala fundi wa redio. Haya wewe alikwambia huyu anajenga majumba nani? Zidi pungui huyu fundi wa misosi. Haya wewe huyu alikwambia anajua kujenga gorofa nani? Sikia kwani fundi huyu unajuana naye huyo? Unajuana naye? Basi ndogo yangu libwawa lishaingia mamba hapa. Nyinyi nisikilizeni. Mtaongea vizuri kuuka kwenu. Naomba mtoke kwenye nyumba yangu. Tena wewe baada ya kuona kuja hapa bila taarifa, ukome. Hii nyumba sio yako hii. Umeelewa wewe? Toka kwenye nyumba yangu. Toka kwenye nyumba yangu nimekwambia. Yeye ndio kujengea gorofa, ndio kujengea gorofa. Yeye mwenyewe analala nyumba ya kupanga. Yaani watu mjini hapa, unajua unapenda kusafiria nyoto za watu. Sasa uje ujiveke utajiri unauweza. Vama si alu ndio kuta na kuja na huuze eneo lenyewe hii. Siku ninakuja hapa ninaambia watu hama eneo sio lako limeshahuuza. Maana tokea ameanza kujifanya kuleta fundi ataleta dalali wa nyumba. Ngunjwe zima huyu. We mbwa, hebu nipishe na shida na mwenye mbwa. Sawa, kwanza huyo Martin yupo huko ndani? Hayupo Sasa nianze kujitambulisha kama ulikuwa hujui kama Martin nje kukuambia chochote. Sawa? Kuhusu mimi. Mimi ndo mwanamke mwenzio. Martin kanipangishia nyumba huko nje. Na nyie mko huko mna enjoy. Natoka siku ile, ametoka hapa nilisema anakuja na hajaja mpaka hadi leo. Sasa kwa taarifa yako, kama Martin ameshindwa kunilipia kodi huko nje, na kuja tubanane hapa tutakaa humu ndani wote. Sawa Kwanza dada samahani. Nimekusikiza muda mrefu sana unaongea ati nini mume wako, si mimi ni mke mwenzako. Yote unomzungumzia wewe mimi ni anko wangu. Kwa hiyo nikosea heshima na usema mimi ni mwanamke mwenzako, sijui yani sijakuelewa. Mimi awe anko wako awe nani yako mimi hayanihusu. Sawa Mfikishie taarifa Tini na mke wake. Mwambie kabisa nikija kurudi tena humu ndani, narudi na mabegi yangu tunakuja kubanana humu wote. Sawa Ujua wewe ndugu yangu, mimi kuna muda najua nimechagua jembe naenda kufanya nalo kazi, kumbe sio jembe ni sululu. Sasa umefanya nini sasa ndugu yangu? Kumbe wewe pale unapajua na wewe umeenda kulupu, basi unitonye ili tujue tunachezeshaje pale maswala yaende vizuri, wewe umekaa kimya. Baadaye unauliza eti kama bubu, ndo nini sasa? Tatizo wewe kuniambia kama nyumba ndo ile. Mimi ningejua kama ni pale. Mimi ningekwambia mapema tu ndugu yangu, pale sio pa kufika muda huu. Wewe nisikilize bwana ndugu yangu, umesikia? Hapa dili limeshaharibika. Yaani hapa tumekosa dili, tumekosa na mchumba, unaona? Yaani yule demu mimi namtaka kwa udi na uvumba. Sasa kama nimefeli pale, ujue nitaendelea kufeli maisha yangu yote, unaona? Alafu sasa, wewe mimi ndo nilikutegemea, basi ungejiongeza kweli mimi engineering, unaona? Mimi kweli nimesomea Mexico, nimekula haya mawani, hata ungedanganya basi haya mawani kweli nimenunua Mexico, nimechukua kwa nanilio, kwa nani Chicharito yule Mexico. Lakini umekaa kimya tu na gumia tu. Umeshaniuzi bwana. Ndugu yangu mimi najua kama kazi kweli nimekosea. Ila cha singi cha kufanya hapa. Fanya hata kanusu hasara tu. Kai kukunitoa kazini kwangu kwanza. Yaani na hela tena unataka. Wewe nisikilize wewe. Yaani usinifanye mimi mjinga au punguani, sawa? Mimi mwenyewe hapa Dar es Salaam downtown kitambo, sawa? Yaani unakuja dili limefeli na unataka mahela, Wewe jishikilie wewe wa kiume ndugu yangu, jishikilie. Dar es Salaam kuna vitu viwili, kuna jela na guest. Sasa unavopenda hela na kazi utafanya, itakukuta kitu kibaya. Sasa unavyosema hivyo, unakosea kwa sababu wewe michongo yako na madili mengi sana nimekutengenezea na amekaa rora.
Sasa kwa nini leo usinipe hata nusu saa kunitengenezea moyo? Unajua kesho utanifuata ofisini pale nisitoke. Na mimi ni mtu wa kazi unanijua. Na nikipewa kazi siachi kazi, na nikifanya kazi huwa ni kazi. Leo imekosekana kidogo tu, nimekosea. Wewe fanya hivi. Katika kale kama mzigo ulikoniambia. Mimi kiasi tu hata robo. Niendelee na mambo mengine. Wewe nisikilize. Yaani hapa mjini hata kama mtu akikugea dili likifeli jelo so dili. Yaani mchongo umekuwa mchongoma, sawa? Dili tumekosa na kazi tumekosa na hela upati. Na mimi sasa ninavyokuambia wewe nenda kivyako, mimi naenda kivyangu. Jinga wewe. Sikujui jina. Aro. Oi. Oya. So mshikaji kaniona mimi mpuuzi, mtoto, chizi, sina akili. Ila saa, anyway. Hivi ina maana Kamila nagonga geti, amnisikia au nidharau? Yaani muda wote napiga geti hapa hivi karibia geti niingoe. Watu mko ndani nikajua labda hamna mtu humu ndani. Hivyo unajua Nkali naongea sana. Mimi niko nakusubiri kwa hamu ya jambo nataka nikwambie limetokea leo. Sasa kama ulikuwa unasubiri kwa hamu, kwa nini usingewahi kuja kunifungulia geti? Yaani nagonga geti kana kwamba mimi nataka niitoe sasa geti niingie na geti ndani kwangu. Kuna mwanamke ukaja amesema sio anaitwa Naima. Sijui mke mwenzangu kaanza kunitisha mimi ni mwanamke mwenzako kwamba nikwambie wewe usipomlipia kodi anakuja kuhamia huko ndani. Hebu subiri Ankali. We, Naima amekuja hapa nyumbani tena? Ndiyo kaja. Anasemaje? Kasema kwamba nikwambie wewe na mke wako usipomlipia kodi kwa wakati anakuja kuhamia huko ndani, tutabanana hapa hapa. Hebu sikiza yangu. Sawa, hebu kaa kimya. Usimwambie mtu yoyote. Yaani nakuomba tafadhali yangu. Kama unaona chochote na nini tutazungumza kikubwa hili jambo asilijue mke wangu. Yule Naima ana changamoto sana. Na yule mimi sio kama ni mwanamke wangu, mimi yule simtaki, nichacha naye miaka mingi. Na sasa hivi ananionea wivu kwa sababu mimi nimpata mke na nimeoa. Ndio kinachomuuma. Naima mimi nilisoma naye shule. Unaelewa? Na alikuwa nitaki kipindi kile ambapo mimi nilikuwa sijielewi, sina chochote. Leo hii ameshaniona na maisha yangu, nimefunga ndoa, naishi kwa amani. Naima ndo ananitafutia sababu za kuja kugombana na mke wangu. Na ndio maana anajileta mpaka hapa Ankali. Ila nakuomba usimwambie chochote mke wangu, please. Sawa Ankali? Sawa. Kaa kimya basi sawa. Ila Ankali akija tena hapa mimi namwambia anti, maana sio vizuri achofanyia anti yangu. Hamna Ankali, unajua mambo ya familia, usijali Ankali, mimi na tutajenga baadaye vizuri. Sasa hiyo usiyapeleke kwa anti. Usipeleke kabisa. Usimwambie chochote anti yako. Hii ni issue unajua wewe na mimi. Kuwa na hiki kaba ni stili. Sawa Ankali? Afu baadaye nitakutoa out. Kuna shopping card nataka nikakufanyia Ankali. Basi mimi nakuwa na hiki. Mapenzi. Unajua haya maisha yalivyo hayaendani kabisa na usaliti. Hakuna kitu kibaya kama usaliti. Usaliti ni kitu kibaya ambacho kinatafuna akili na moyo. Na mbaya zaidi ni bora usalitiwe na mpenzi, inakuwa tita sheria, kuliko kusalitiwa na ndugu. Ukisalitiwa na ndugu, akili inakusaliti. Kwa wakati unatengeneza, unaharibu kabisa. Wakati unaharibu, unatengeneza kabisa. Moja ya moja ni bora zaidi kuliko mbili ambayo haina ushujaa ndani yake. Unajua kaka, haya mambo nikiongea haya kiukweli kinijenga kweli. Lakini pakitu kwenye maisha nako najifunza vitu ndogo ndogo. Lakini nashindwa kuelewa. Kwa nini usikawe unawaambia watu wengine ya maneno kila siku mimi tu? Yaani ukikutana na mimi tu ukosicha kuongea lazima unaambie kitu. Kwa nini mimi? Kuna vitu vinafanana sana mimi na wewe. Tofauti tu kwenye vimo. Yaani in short,
make things short and clear. Certainly. Wewe ni mimi na mimi ni wewe. Hadithi yako inafanana na hadithi yangu, ila hadithi yangu nimeshaisoma na naicheza, ila wewe bado hujapata ujuzi wa kusoma hadithi yako na ukaicheza. Waandikaji wa script huwa wanacheza tukio katika kichwa, wakikutana nalo wanakuwa wameshalielewa, ila wewe unaandika script ukiwa haujui unaenda kucheza nini. Na nikwambie kitu kimoja, mchimba kisima yoyote yule anajua wapi kuna maji, anajua hapa nikichimba natakiwa nipate maji. Hawezi kutoa boko hata mara moja, kwa sababu akitoa boko akifika mpaka chini alafu maji hakuna, kazi zitakuwa mbili. Ya maza ile subiri mara moja. Unajua kila siku wote nakutana tu hivyo, nipa maneno naondoka, nipa maneno nikibuka kuondoka. Hivi jina lako wazo nani? Yaani niwe nakuita nani? Me, I got no name. I used to call myself Nameless, and I go for the name. My name is Nameless. Alafu jina langu sio kubwa zaidi ya matatizo uliokuwa nayo. Call me Nameless. Shida yako ndo hiyo, kila siku tunaanza vizuri, mwishoni tukutoa boko Vingereza. Nakwambia nimesoma nani? Mimi sina elimu dunia wala elimu akhera sina. Yaani wewe unajiuliza siku zote, huyo dada ambaye anasifiwa na wifi yangu, sijui mzuri, ana shepu, mnene, sijui nini. Mbona matoto tunazidi sasa? Eti. Aya, tatana nayo yote. Nadhani hii sura kwako sio ngeni. Tushakutana. Sasa nisikilize. Naomba uachane na bwana wangu. Achana na mpenzi wangu. Sijui unanielewa? Yaani mpaka nakwambia hivyo. Hujui mimi na Chadi tumetoka wapi? Hujui mimi na Chadi tumepitia mangapi mpaka tumefika hapa. Ndio maana nakwambia hivi, achana na mpenzi wangu. Sitaki uwe na mazoea naye. Unataka kumaanisha nini? Alafu istoshe mimi na Chadi tuna urafiki tu. Alishaniambia kwamba yeye ana mpenzi wake. Kwa hiyo mipaka yetu ni baina ya urafiki kwa urafiki. Si unanielewa? Yaani baina yetu hakuna chochote kinachoendelea zaidi ya urafiki. Tumeshaweka mipaka. Yeye ana mahusiano yake, nimebidi nimwache. Kwa hiyo unavyoongea hivyo unanikosea mimi. Oh, kumbe alishakwambia kuwa ana mpenzi. Sasa kama alikwambia kuwa ana mpenzi, wewe kinachokufanya unaendelea kumsogelea kitu gani? Unamsogelea Chadi mpaka dada yake anasema kwamba wewe ndio ifi yake. Unataka weke mahusiano yetu kwenye hali gani? Afu kumbuka wewe ni mwanamke. Kwa nini uingilie mapenzi ya watu wengine? Like kama mimi ningeingilia mapenzi yako wewe, ungejisikiaje? Maneno unayoongea wewe ni bora kumwambia mpenzi wako mwenyewe. Alafu istoshe mimi na Chadi tunaheshimiana tu. Kwaona kama unanizalilisha mimi, uone hapa ni barabarani. Tunazalilishana wanawake kwa wanawake. Kwa mimi ndo navuka mipaka. Ila wewe unaingilia mapenzi ya watu, huvuki mipaka. Nisikilize nikwambie. Hakunaga urafiki wa mwanamke na mwanaume. Hata siku hiyo, hata siku moja. Kaa mbali na mpenzi wangu. Nimekutana na wewe leo kiustaarabu. Sijaanzisha zogo lolote. Ila ukiendelea kuwa na mazoea na mpenzi wangu, ukiendelea kuwa na mazoea na Chadi, kumsogelea, sitaonana baya. Hivi Chadi, boy mwanamke anaweza kupata furaha kweli? Kuna nimngangania sana yule mwanamke. Kamila, mimi nimekuita hapa kukuomba radhi kwa niaba ya mwanamke. Ameniambia amekuashia moto kweli njiani huko. Ukija nilishana siku ile pale tulivyokutana njiani pale.
Alivyokaleta maneno shombo, na hapo tena nikisema wewe amekuchamba barabarani huko, mimi nikapata maumivu ya moyo. Nikaona bora tu nikuite kwanza, tukutane hapa tuyamalize. Naomba unisamehe mimi, unisamehe na mwanamke yule, kwa sababu huu ushikaji wetu sasa yeye ajui kubuka kutokea wapi. Ajui magapi ametokea kati yetu, yeye kilopoka tu. Na ndio mwingine bepula zake zinakuwa juu, sio na kisukari yule. Nisamehe mimi ndo najua umuhimu wako wewe. Nisamehe tu, maisha mengine yaendelee. Chadi, kwani sisi tuna matatizo? Sisi hatuna matatizo yoyote, ila urafiki wetu ndo unaleta matatizo. Urafiki wetu ndo unakuwa ugomvi. Mwanamke wako wewe hawezi kunisimamisha mimi barabarani na kunitolea maneno ya shit sana, kwamba mimi na wewe tuna mahusiano, ili hali nishamueleza kwamba mimi na wewe hatuna mahusiano yoyote. Kwa hiyo nakuomba Chadi, urafiki wetu uishie hapa hapa. Hilo swala rafiki kuisha mimi ndo sitaki hilo. Hilo mimi ndo nibuko kulipambania ndo wote hapa. Nikiongea kulipambania la urafiki hilo. Uweze kusitisha urafiki kwa sababu maneno ya mtu. Ile mtu anaongea kitu ambacho yeye anakisikia moyoni. Na mimi hapa nakwambia chenye ambacho nasikia moyoni kwangu. Yaani kwenye ntimo mimi naona kabisa maumivu yatuisha. Ukiondoka eti kwa sababu mwanamke wangu mimi nikikuchamba wewe, hapo nitakuwa mimi nimekosea kweli. Mimi sitaki urafiki uishe. Yaani tusamee tu, mbona vitu vingine vinasameheka tu. Na mimi nitakaa naye chini nitamwambia asikufuatilie kwenye mambo yako. Mimi ndo nakujua wewe, yeye hatakiwi kukuingilia. Kwa nini Chadi huyu mwelewa? Unanitafutia nini kwenye maisha yangu? Unataka sasa hivi watu waje nyumbani waanze kunipiga mimi kwa sababu ya wewe Chadi? Mimi Chadi siwezi. Mimi siwezi ugomvi. Kwa hiyo tutafanya mambo yake. Fanya mambo yako na mimi nifanye mambo yangu. Mbona kirahisi sana? Tafanya kama mwanzo watujuani basi. Fanya basi kama vile nilivyokukuta. Kama nilivyokukuta ndo ninavyokuacha hivyo hivyo. Mimi sijali, I don't care. Alafu kingine, kwa nini nasisitiza mimi na wewe tubaki marafiki? Na ile hali kabisa ushaniambia mimi unipendi, una mtu wako. Chadi, mimi sipendi urafiki wetu uishi hivi. Mimi bado naumia. Na mimi pia sitaki kuwa chanzo cha ugomvi na yule mwanamke wako. Sitaki kuwa chanzo cha kuachanisha nyie wawili. Ile hali kabisa kama kweli anakupa furaha, basi naomba baki naye. Na kuomba Chadi, kila mtu afanye mambo yake. Usifanye hivyo Kamila. Kamila we. Kamila.